Na wasikilizaji wetu, karibu katika gumzo letu la siku ya leo, ambapo tutakuwa tunaenda kuangalia masuala kuhusiana na jamii, tamaduni katika maisha ya enzi hii. Mimi ni Jared Enyango. Naam, nilivyokueleza kwamba leo hii tuna mgeni wetu studioni, na nilikuwa nimesema kwamba awali tutakuwa tunazungumzia masuala kuhusiana na jamii, tamaduni na jinsi maisha katika enzi hii yanavyosonga. Studioni mgeni wetu, karibu sana. Asante. Tumefurahi sana kwa ujio wako leo. Na tunatumai kwamba tunaenda kujifunza mengi sana kuhusiana na jamii na utamaduni. Mwanzo ningependa tujitambulishe kwa msikilizaji wetu au mtazamaji, na utuelezee jina kwa ufupi, na pia utuambie kuhusiana na jamii yenu. Anaitwa Peter Lumbasi na Masaka. Mimi ni mzao wa jimbo hili la Bungoma, katika sehemu ya Namwacha. Unapotoka Sangalo unaingia Namwacha, huko ndiko mababu wangu walikozaliwa. Hiyo ndio ardhi kindikindiki ninapotoka mimi. Naam. Peter Lumbasi, maybe nikuulize kwamba wewe kama mwanajamii wa Abasuba, kuna maanisha nini kwako kibinafsi? Jamii ya Abasuba hii ni jamii ambayo imetokea sehemu ya Uganda. Kwa hivyo Suba ni jamii ambayo imekuwa na utaguzano wa karibu sana na huyu Elijah Wanameme. Kwa hivyo jamii hii, umuhimu wake katika jamii na jamii zingine za Waluya ni kwamba jamii hii ina ukaribu sana na dini ya Msambwa. Na dini hii ya Msambwa kwa sasa hivi inaenda ikififia kulingana na ujio wa kanisa za kizungu. Naam, kama missionary. Na Peter, wewe kama mwanajamii wa Abasuba, ni mila zipi ambazo umeona kwamba zimeanza kupotea ama zimeanza kufifia? Mila ambayo inaendelea kufifia katika jamii yetu ni mila ya tohara. Tohara ya sasa hivi si kama tohara ya zamani. Kwa mfano mie nilitahiriwa nikiwa na miaka 14. Zamani ilikuwa kabla ya wewe kufikia mila ya tohara, ulipaswa kufika katika umri fulani. Kwa mfano kuanzia miaka 14 hadi miaka 18. Na umri huo ni wewe binafsi ambayo unataka tohara, utamuambia baba yako kuwa baba, mimi niko tayari. Kisha baba atakuitikia au hata kuitikia. Lakini siku hizi unapata wana wachanga tu, wana wachanga umri mdogo zaidi anaenda kupitishwa katika mila ya tohara. Baada ya tohara unampata anaenda kwenye michezo ile ya kitoto. Kwa hivyo hiyo inaendelea kuosha utamaduni wetu kabisa. Ina maisha inafifia zaidi. Naam. Na kando na kufifia, najua pia bado mna zile mila ambazo nyinyi kama jamii bado mmeziwekea kipaumbele. Maybe kama unaweza tueleza ni mila zipi muhimu katika jamii hii yenye bado? Mila ya kwanza ni mila ya ndoa au harusi. Na ndoa za kitamaduni ni ndoa ambazo zina umuhimu na asilia ya kijuu sana. Mila hizi zinamtayarisha mtu kuingia kwenye ndoa. Kuna miigo ambayo wanajamii haswa mashangazi kumfunza mtu fulani kabla ya kuingia kwenye ndoa. Na mila ya pili ni mila ya mwisho ya kuishi. Tunarejelea kifo au mauti. Kwa hivyo mila hizo, kuna vijimila vidogo vidogo ambavyo huambatanishwa na mila hii kuu ya kifo. Mtu baada ya kufa, kama ni mtu mzima mkomavu, kama ameaga kuanzia asubuhi, hatadiliwa au kilio hakitajitokeza hadi ifike alasiri. Hiyo ni kwa mtu ambaye amekomaa. Kwa mtu ambaye amekomaa, lakini mtu mchanga kilio kitatokea wakati wowote. Naam. Na ulipoanza kwamba kuna zile mila ambazo ni muhimu katika jamii, ukatuambia kwamba kuna mila ya ndoa. Naam. Na ukamalizia na mila ya mazishi. Naam. Maybe kama unaweza tueleza utaratibu unaofuatwa au uliopo katika maybe kuzaliwa, tohara na hau pia mazishi.
Wacha nitumie mfano wa tohara. Kwa hivyo nilivyoeleza awali, ni mtakaji yule ambaye anataka kutahiriwa au yule ambaye anataka tohara, kwanza inaanza na wewe mwenyewe. Tunasema the will comes from your own self. Wewe mwenyewe unasema nimefikia umri fulani, ni wakati wangu sasa wa kupashwa nini? Tohara. Kwa hivyo itakupasa kwanza umfikie baba. Akisha hatua ya pili, baada ya mtakaji kumweleza baba yake, baba ataitikia au atakataa. Akiitikia atampa mrejesha, atamwambia ndio, nimekubali. Kwa hivyo baba itabidi amtafute shangazi, yaani sehemu ya ujombani, afikishe taarifa kuwa mwanangu anahitaji tohara. Kisha sehemu ya shangazi wataandaa kile kinaitwa zawadi, tunaita kwa jamii yetu lihoni. Kwa hivyo lihoni itaandaliwa na mjomba baada ya kupashwa ujumbe na baba ya mtakaji wa tohara. Baada ya hapo atarejesha mrejesho kwa familia, kisha shughuli rasmi itaanzwa na mama mzazi. Kwa hivyo atapiga kigelegele cha kusema kuwa ndio, tumekubali, unaenda kufanya nini? Tohara. Na maybe nikirudishe nyuma tu kiasi, tulipokuwa tunazungumzia kwamba mila ambazo zinafifia na zinapotea, maybe utueleze ni kwa nini mila hizo zinafifia na ni kwa nini pia zinaanza kupotea na kutupiliwa mbali na jamii zingine. Narejelea mila hiyo tohara. Ijapokuwa tohara ni muhimu katika jamii za yetu, zama ilikuwa inapana zaidi kuliko sasa hivi, na mila hii inaendelea kufifia. Sababu moja ni kwa sababu ya ujio wa the new culture or in the culturalization. Sawa. Kwa hivyo tunaposema inculturation ni ujio wa jamii zingine za kisasa. Kwa hivyo mila hii inaendelea kuoshwa, kufifia. Kwa sababu gani? Jamii ya sasa haitambui kama tohara ni kama ilivyokuwa zamani. Inatambulisha tohara ambayo inafanyika kwenye hospitali. Tukiendelea ni kwamba jamii yenyu huzungumza lugha au lahaja gani? Jamii yangu huzungumza lahaja ya Kibukusu, Luvukusu. Tunasema Luvukusu. Na nakumbuka siku moja nilipoelekea shuleni mara yangu ya pili, baada ya changamoto za hapa na pale, nikiwa darasa la 3. Shule ambayo niliingia inaitwa shule ya Mtakatifu Ana Nasianda kule Kakamega. Niliingia shuleni, kwanza sikuwa na kimudu Kiswahili wala lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo nilikubaliwa na mkuu wa shule kuongea Kibukusu, lugha ya mama, ninapojiendeleza ili kujua na kufahamu Kiswahili barabara. Ndio. So maisha hiyo lugha kuna vile imekusaidia kwa njia moja nyingine, na imekusaidia sana. Kabisa. Kwanza kabisa lugha hii ndio ile tunaita foundation, msingi. Na msingi huu umeniweka katika daraja ya kufahamu Kiswahili. Kando na kufahamu Kiswahili, Kiswahili kinanirejesha kwa lugha ya mama ambayo ni Luvukusu, ambayo ina misamiati kufu sana. Wanikumbusha mbali kuhusiana na lahaja za Kiswahili. Tuko na lahaja ya Kibantu na pia Kibantu na Kiluya pia kuna vile huwa zinaoana au vipi? Kabisa. Baadhi ya maneno unapoangalia kwenye Kiswahili ni lahaja ya Kibukusu. Bila shaka tunasema lahaja ya Kibukusu sawa na lahaja ya Kibantu. Kwa mfano omuntu, sisi Wabukusu tunasema omundu, Kibantu kinasema omuntu, na Kiswahili kinasema mutu. So kuna mwingiliano wa aina yake. Na lugha ina nafasi gani katika kudumisha utamaduni wenu? Lugha inafanikisha mawasiliano. Na mawasiliano ni mchakato muhimu sana katika maisha ya binadamu. Kwa mfano, mawasiliano yasingekuwa hapo leo hii hatungekuwa tunazungumza kwenye mahojiano haya. Kwa hivyo lugha iwe ni Kibukusu iwe ni Kiswahili pamoja na lahaja zingine zinafanikisha binadamu katika shughuli zao za kila siku, sawa na jamii yetu.
So maanisha hiyo lugha ya mama ya kwanza katika utamaduni na jamii wenyu kuna venye inasaidia zaidi? Vizuri sana. Lugha ya mama tunajivunia kwanza. Lugha hiyo ya Kibukusu. Tumeona hapa shuleni tunakonga na siku ya utamaduni. Jamii mbalimbali zinakuja pamoja, zinatumbuiza au zinaonyesha lugha zao pamoja na utamaduni wao. Kwa hivyo kama sisi Wabukusu pia lugha hiyo ya Kibukusu, wakati tunaigiza jukwani tunatumia Kibukusu. Tunapatana na tanzu za Kiswahili ambazo zimetolewa au zimetoholewa kwenye lugha hizi za Kibukusu, na kusema hivi ni kwamba tunajivunia, na kujivunia huku kinatuletea pato kwa kuonyesha utamaduni wetu, kisha watu wanapotazama wanalipia pia kidogo. Naelewa. Na maybe nikuulize pia, je, vijana bado wanazungumza lugha ya asili au vipi? Wachache sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ujio wa utamaduni wa kisasa, baadhi wamegura lugha ya Kibukusu na kuingia lugha ya Kiswahili, Kiingereza pamoja na Sheng. Hivi vyote vimefanya lugha ya asili ya jamii yangu kufifia sana, pamoja na lugha za jamii nyingine. Naam. Na jinsi ambavyo umetuambia kwamba ujio wa hizo lugha za kigeni Sheng na viju lugha vingine ambavyo vimeibukia tu, kuna uwezekano, ni maadili gani yanayozingatiwa sana katika jamii yenu? Kwanza kabisa, zamani kabla ya miaka hizi za karne hii mpya, jamii yangu ilikuwa inatambua Kiswahili au Kiingereza. Ilikuwa utamuongelesha baba au mama yako ukitumia lugha yako ya kwanza, lugha ya kwanza. Na jambo ambalo vijana wa siku hizi hawatilii maanani sana. Kwa hivyo jambo hili linaendelea kutatiza sana. Kwa hivyo wazee wa jamii yetu kuhakikisha kuwa lugha hii inaendelea kunawiri au inaendelea kuwa katika viwango vya zamani, wazee hawa jambo la kwanza wafahamu Kiswahili vyema. Kwa hivyo wanasisitiza wanajamii, haswa wanajamii wachanga, kuendelea kuzungumza lugha ya mama. Na Swahili ni kwamba jamii yenyu inaamini nini kuhusiana na maybe masuala ya utamaduni na jamii kijumla? Masuala ya utamaduni, jamii yetu inashikilia mila za zamani, ni muhimu sana. Kando na ujio wa jamii za Kiafrika, mila za zamani zinaendeleza heshima na sifa za kiasili za jamii. Shukrani. Heshima, familia na mshikamano vina nafasi gani katika utamaduni wenu? Heshima ni jambo muhimu sana, kuheshimu wakubwa na wadogo wa jamii nyingine pamoja na wa jamii yako. Kisha ndani ya familia, kumbuka familia ndio chembe cha kwanza cha kumtoa mtoto katika ulimwengu mkubwa au ulimwengu mpana. Kwa hivyo familia inafunza mtoto heshima, na heshima hiyo inaendelea kukuzwa na jamii. Kwa mfano, familia yetu itaendelea kutufunza kuwa, mwanangu, baba na mama anafunza mwanangu, yapaswa kuwa hivi na hivi, heshimu wakubwa, heshimu wadogo, mambo yatakuwa sawa. Kisha jamii inachukulia hapo kusisitiza zaidi, na iwapo mtu atapotoka, basi jamii itakalisha kikao cha kumrekebisha na jamii itaingilia kati. Naam. Kwa hivyo jamii inasaidia sana masuala ya kukuza tabia na heshima pia. Na heshima. Naam. Na tukija katika masuala ya vyakula katika jamii yenu, ni chakula kipi cha jadi ambacho kina utambulisho katika jamii yenu? Chakula cha jadi kinaitwa matoke. Na napozungumzia matoke, hizi ni ndizi ambazo zimebinywa.
au ndizi ambazo zimepikwa vizuri na zikawekwa kwenye uteo. Na kwa nini nimerejelea matoke? Wakati wa tohara, hiki ni chakula muhimu sana ambacho wazee hukitumia. Kwa hivyo wakati wa tohara kuna huu wimbo ambao huimbwa baada tu ya wale ambao wanatoka jandoni. Wanapotoka mtoni wanakuja wanaketi, siku hiyo wanaketi sehemu moja, kisha jamii mzima inaketi upande mwingine. Kwa hivyo mzee ambaye anawasaidia kutoka jandoni, mwelekezi, atasimama katikati, ana mkufu na amevalia mavazi ya kijamii. Naongelea ngozi ya ng'ombe hivi ama ngozi ya chui, kisha mkuki anao. Kwa hivyo kabla ya kumpa mkuki na ngao kusema kuwa sasa umepashwa tohara, unastahili kuanza maisha mapya, kuna hiki chakula cha matoke. Kwa hivyo matoke itafanyika kisherehe. Kwa hivyo matoke yatachukuliwa akiwa moto, kisha nikana kwamba vita vinataka kuanza. Kwa hivyo matoke yakiwa moto, wale ambao wanatoka jandoni na jamii watalingana, vita vya vyakula. Chakula hiki kikiwa moto unastahili kukihepa. Kumbuka ndizi ikiwa moto kikuingia sikioni kuchoma, utapata tabu sana. Ni chakula hiki cha matoke kinaendelea zaidi kusisitizwa na kinaendelea kuonewa fahari katika jamii yetu. Na ulikuwa umesema matoke, na maybe wengi wanajua matoke ni msamiati hivi. Kwa lugha ya kawaida matoke ni? Kwa lugha ya kawaida ni ndizi ambazo zimepikwa vizuri, hazijaiva, zimeiva. Naam. Shukrani. Na wakati wa sherehe katika jamii hiyo yenu, kuna zile nguo maalum au rasmi ambazo zafaa ziwe zinavaliwa au vipi? Naam, narejelea katika ufafanuzi wangu wa awali. Kuna mavazi spesheli ambayo huvaliwa hasa wakati wa tohara. Mavazi ambayo huvaliwa na huonewa fahari zaidi ni yale ambayo ni ngozi. Wazee huvalia ngozi, mfano inaweza kuwa ngozi ya chui. Kando na kuvalia mavazi kuna mkeka, na mkeka huu umeundwa kwa ngozi ya ng'ombe. Kwa hivyo haya ndio mavazi ya kitamaduni ambayo yanaonewa fahari na kutumiwa hadi wa leo katika jamii yangu. So maanisha ngozi ni vazi ambalo ni la maana sana katika jamii. Na ukikumbuka zaidi awali, kabla ya kuja kwa mavazi haya tunayovalia, kumbuka binadamu walikuwa wanavalia ngozi. Kwa hivyo wewe ukitokea mbele, basi atafanya nini? Atabadilisha igeuke kuwa mbele. Wakati umeenda nyuma, atabadilisha ifanye nini? Iende sehemu ya nyuma. Kwa hivyo mavazi haya, kando na kuwa mavazi tu, yana fahari katika jamii, haswa ya ngozi ya chui. Ngozi ya chui. Specific in English, ngozi ya chui. Naam. Na muziki na ngoma katika jamii yenu zina umuhimu gani? Muziki, jambo la kwanza, kuburudisha. Na kando na kuburudisha, muziki una nafasi kubwa sana. Kwa mfano, kuna muziki ya aina mbalimbali. Kuna muziki ya taanzia au kifo. Kuna muziki ya ile ambayo huchezwa kwenye harusi. Kuna muziki ya kisiasa. Na ninaporejelea muziki ya kitanzia au mbolezo, ni muziki ambayo hulenga kuliwaza wafiwa pamoja na wale ambao wamekuja kufanya kuleta rambirambi za pole kwa familia ambayo imepoteza. Kando na kuliwaza, na pia muziki hufikirisha. Kwa mfano za kisiasa, kuna nyimbo za kisiasa za kijamii ambazo zina ujumbe fulani ambao unaburudisha na pia unakuweka wewe kufikiria ni jambo gani, nimchague kiongozi yupi bora. Na pia kuna nyimbo za harusi na nyimbo zingine. Nyimbo hizi zina majukumu mengi sana, kando na kuburudisha, kuliwaza, kufikirisha na kujenga vizazi ambavyo vinakuja, na pia kutambulisha historia na sifa za jamii. Na kando na muziki na jamii, maybe wazee katika kijiji chenu wana nafasi gani katika maamuzi ya jamii?
wazee ni nguzo muhimu sana ya familia. Kwanza katika familia, jamii yetu inatambua mtu wa kiume kuwa mtu wa maana sana. Kwa hivyo wanapoendelea kukua wakubwa, wanachukuliwa kuwa viongozi wa matamaniko makubwa sana katika jamii. Iwapo kutatokea mgogoro basi, na mgogoro huu ukafikia mkataa wa kifamilia ambao familia haiwezi kutatua, basi mgogoro huu utasongeshwa kwa wazee. Na pia kuna matatizo mengine ya kijamii kama vile mashamba. Unapata shamba limegawiwa lakini ndugu hawapatani, kuna mzozano au mgogoro. Kwa hivyo mgogoro huu utaletwa kwa wazee, kisha wazee watasaidia kufanya nini? Kutatua baada ya kusikiliza. Kwa hivyo wazee wanatusaidia kutatua matatizo ya kijamii, kupeana ushauri pamoja na kusimamia shughuli za posa. Na Peter, umetueleza kwamba wazee wana majukumu mengi sana katika jamii, na maybe niulize, wakati ambao kuna migogoro katika jamii yenu, wazee kutatua vipi, au mgogoro huo kiutamaduni huo unatatuliwa vipi? Wazee baada ya kuona kuwa mgogoro umezidi, wataitisha kikao cha pande zote chenye mgogoro. Kisha kwa mfano tulivyoketi, wewe ni jamii fulani na mimi ni jamii nyingine. Kwa hivyo jamii hii itakaa upande huu na jamii nyingine itakaa upande huu, kisha wazee hawa wataketi pamoja yenu, kisha mtaeleza matatizo ambayo yanawakumba kutoka mlipoanza hadi mwisho wake, hadi kufikia pale ambapo hamukupata suluhu. Kisha wataingilia kati. Katika kuingilia kati kwao wataleta upatano, na upatano huu utakuwa ni upatano wa kuridhia pande zote mbili. Watahakikisha kabla ya machweo ya siku pande zote mbili mmesalimiana, mmekula pamoja, kisha mkaridhia kuwa tatizo letu limekwisha. Kama ni uhusiano unajengeka kiupya, kama ni maadili kutakuwa na adabu, viboko vitachimbuka. Katika patachimbuka hapo, wanajamii wachanga watajifunza kitu kuwa tukikosea itakuwa ni adabu, na adabu hiyo hutolewa kwa amri ya wazee. Sio wazee wenyewe wanatoa adabu, watawapa vijana ambao wamechaguliwa kutoa tu adabu kwa wanajamii wachanga ambao hawazingatii. Na katika maisha ya kisasa, utendawazi na elimu ya kisasa ni vipi imeweza kuathiri jamii yenu au tamaduni za jamii yenu? Utandawazi umedororesha sana tamaduni za jamii yetu. Kwanza kabisa, ujio wa simu tama umepotosha vijana wengi. Sasa hivi maadili yametoweka. Utapata vijana wa umri mdogo sana wana simu. Zamani ilikuwa wewe kupatikana na simu chini ya umri wa miaka 18 ilikuwa ni haki, na kifaa hiki kilikuwa huenda ni kimoja katika jamii, na kikiwa kimoja, watu ambao walikuwa na kimiliki ni watu wa umri mpevu, umri wa juu. Kwa hivyo ujio wa simu umedororesha maadili. Utampata kijana mdogo sana kwenye mtandao anaweka matusi ya kijamii, anatusi jamii nyingine, anatusi wazee. Wazee wa siku hizi, nasema wazee wa siku hizi wamekuwa tu wakubwa, lakini hawana nini? Hawana hekima. Kwa hivyo hayo yanaonyesha heshima imeendelea kushuka kutokana tu na ujio wa mitandao hii. Na kando na haya, hata wewe binafsi unashuhudia kwenye mitandao ya kijamii yale ambayo yanaendelea hayafurahishi. Na kando na hivi, siku hizi vijana wa siku hizi wamemea mabawa kutokana na ujio wa teknolojia. Si kama zamani, wanasema hawaambiliki wala hawachi. Siku zote muda wao mwingi wanashinda kwenye mitandao ya kijamii pamoja na vifaa vingine vya teknolojia. Kwa hivyo hawana nafasi na jamii. Hiyo ni athari nyingine, na hawana nafasi na wazee wa zamani. Kumbuka, wazee wa zamani ni vyanzo vizuri vya hekima, na hekima hii ilisaidia
watu katika jamii kuwa vizuri sana kwenye nyanja zote: elimu, maisha ya kuishi na wenzake, pamoja na kujifikiria mwenyewe. Mambo haya yametoweka kwa sababu ya ujio wa teknolojia. Na baada ya hayo yote, katika maisha ya sasa hivi, katika jamii, vijana wanahimizwaje kuheshimu jamii bila kufanya nini, bila kupuuza maendeleo? Himizo ambayo inatolewa na jamii siku hizi ni ile tu mshikamano. Wazee pamoja na jamii nzima kwa ujumla inasisitiza tu mshikamano wa vijana, bega kwa bega, kusaidiana katika matatizo mbalimbali. Na mshikamano huu ndiposa unapata kuwa kuna vikundi mbalimbali. Kwa mfano, katika chuo hiki tuna kikundi cha Bukosa. Hiki ni chama cha wanafunzi wa kaunti ya Bungoma, na kando na chama hiki kuna vyama vidogo vidogo 3. Kuna chama cha Kandui, kuna chama cha Kabuchai. Kwa hivyo chama cha Kandui kwa mfano, kuna chama kingine tuna kidogo cha Namwacha. Kwa hivyo ndani yake ni vizuri sana kupata kuna kiongozi fulani wa jamii ambaye ni mmoja, utampata aidha akuwe mwanasiasa au mwanajamii komavu ambaye anaelekeza wanajamii hawa wachanga. Kwa hivyo wanahimiza ushirikiano tu, jambo la busara, sababu ushirikiano unasaidia sana kutatua mambo mengi ambayo yanakumba jamii. Na kuhusiana na tamaduni na maisha ya kisasa, ungependa kuwapa vijana ujumbe upi kuhusiana na jamii yao? Ushauri ambao nawapa vijana ni kwamba waendelee kujivunia utamaduni wao, sababu utamaduni ni jambo muhimu sana. Kwa sababu gani waendelee kujivunia? Mimi binafsi najivunia utamaduni wangu Bavukusu, na naposema najivunia utamaduni wangu, kumbuka mimi ni Mswahili na naendelea kujivunia pia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo kuna misamiati ambayo naiba au natoa kwenye jamii yangu asili, ndiposa utapata ninaandika vitabu ambavyo ninatoa misamiati mingine upande wa lugha yangu ya zamani. Kwa hivyo nawahimiza waendelee kujivunia lugha yao ya kiasili. Wasiwe na gere ya kukimbilia lugha za Kiingereza, Kiswahili, lugha ambazo zimeletwa na wakoloni. Wajivunie. Na unaona vipi mustakabali wa utamaduni wa jamii? Mustakabali nayoionea jamii yangu, anaionea fahari. Bavukusu ni jamii ambayo inaendelea kunawiri, na Basuba ni kakijamii kadogo au tuseme katawi ndani ya jamii ya Bavukusu. Kwa hivyo Bavukusu ni jamii nyingine pana na tumejionea fahari, manake pia na jamii nyingine inakuza utamaduni wa lugha nchini Kenya. Naam. Shukran sana. Na kutoka katika chuo kikuu cha Kibabii, mgeni wetu amekuwa Peter Lumbasi, ambaye ametoka kutuelezea kuhusiana na tamaduni na jamii zao asili na mambo mengi sana ambayo tumekuwa tukizungumzia. Kufikia hapo sina la ziada. Mimi ni Jared Onyango na imekuwa Simulizi Halisi.